Bwana Yesu asifiwe tena, watoto wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Na wasalimu tena. Shalom, shalom. Nimerudi tena kwa kipindi yetu. Mimi tena Zawadi nimerudi. Nashukuru Mungu kwa kuniwezesha kipindi yetu inayosema tukumbushane kusoma Biblia. Mara mwisho tulikuwa pamoja, tulisoma kitabu ya Ufunuo wa Yohana. Tulianza sura ya kwanza, sura ya pili na sura ya tatu, kama sijidanganyi. Tukisoma barua zilizoandikiwa hizo kanisa mbalimbali yenye Mungu alifunulia Yohana. Na hisi turudilie kidogo nyuma, tuanzie Ufunuo sura yake ya pili mstari wa kwanza. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo. Lakini mbele tuendelee, nataka tuombe Mungu. Mungu Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunasema tena asante kwa siku ya leo. Tunasema asante kwa wenye wako jioni na kwa wenye wako asubuhi. Jina lako litukuzwe. Wewe ndio umeachanisha mida na masaa. Tunasema asante. Tunakupa tena karibu ya upekee, utuongoze kwa kipindi ya leo. Ni neno lako tunaongea. Mungu, naombea kipindi hichi katika jina la Yesu Kristo, ili yoyote mwenye ataweza kupata neema ya kusikiliza hii maneno iweze kumbariki, imgeuze na aisikilize, iweze kumuongoza kwa njia nzuri katika jina la Yesu Kristo. Tunakupa ukaribisho wa kipekee Mungu Baba, tunakupa ukaribisho wa kipekee Yesu Kristo. Tunakupa ukaribisho wa kipekee Roho Mtakatifu, kiongozi tuliopewa na msaada, utuongoze kwa yote. Katika jina la Yesu Kristo naombea kipindi hii. Katika jina la Yesu Kristo natakasa hapa. Katika jina la Yesu Kristo nateka nyara nafsi zote. Katika jina la Yesu Kristo roho chafu zote tunakemea kwa jina la Yesu Kristo. Tunahitaji uwepo wako na presence yako, tukusikie ukinena nasi katika neno hii. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu natembea na wewe. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Shalom, shalom tena watoto wa Mungu. Wacha amani tawale kwa kila mmoja atakayepata chance ya kusikia hii neno. Katika jina la Yesu Kristo tunasema tena kitabu ya Ufunuo sura yake ya pili. Kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenaye yeye azishikaye hizo nyota saba katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katika ya vile vinara saba vya dhahabu. Na yajua matendo yako na taabu yako na subira yako, na kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wajiitao mtume nao sio, ukaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa zamani, wa mwanzo wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hivyo, naja kwako nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Lakini unalo neno hili, kwamba wachukia matendo ya Wanikolai, ambayo na mimi nachukia. Yeye aliyo na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Neno linatuambia
kitabu ya Ufunuo ya kwanza, anayesikio aweze kusikia. Na sauti nalalamika, tumeshasikia mambo mengi, tumeshasikia kupitia nyimbo, watoto wametabiri, tumeshasikia viwete wakihubiri kwamba Yesu anarudi, tumeshasikia watu wengi wakisema kunjia mbalimbali kwamba Yesu yu karibu na Yesu yaja haraka. Enyi takaseni, jitakaseni na mutakase njia zenu, ili Yesu apate kuja, akija muweze kumulaki. Inatia huzuni sana tuwe tumetumikia Mungu lakini tusije kumuona Mungu. Inatia huzuni sana ile umeimba sana, umefanya huduma sana, umefunga mafungu ya miaka, umefanya huduma miaka yako yote ya maisha, umeokoka miaka mpaka ya 40 wala miaka 20 tangu uzaliwe, umeokoka, umetumikia Mungu kuanzia utoto, umefika uzee, lakini ole wangu na wako ili tusije kumuona Mungu. Ndio Mungu akaniambia, Zawadi, simama, amka tena, waambie wale wenye wataweza kusikia. Sio wote watasikia, lakini wale watajaliwa neema waweze kusikia sauti, kwamba uambie naja haraka. Yesu yuko karibu. Je, umejiandaa? Unaona kweli utamlaki Bwana? Mwenendo wako unampendeza Mungu? Jina la Bwana libarikiwe. Ni ole wangu mimi Zawadi, nihubiri kila leo, niimbe sana watu wabarikiwe, niongoze watu waende mbinguni, niombee watu wagonjwa wapone, nitabirie watu wapate kutabiriwa na wabarikiwe munjia zao, lakini mwisho wangu tena nisimlaki Bwana. Ni ole wangu mimi. Tunaokoka kwa nini tunaokoka? Kwa nini tunamfuata Mungu? Ili tukuje kumuona Mungu. Ili tukuje kumuona Mungu. Si njia hii ya Ukristo imeshakuwa kama style. Kila mtu ameokoka, kila mtu amemjua Mungu, tumemjua alafu tumemzoea, na Mungu hazihakiwi na Mungu hazoelewe. Roho ananiambia, niambie watu wa Mungu, niseme kwa sauti kubwa, Yesu yaja haraka, uko tayari ya kumlaki? Akaniambia tuende kwa kitabu cha Ufunuo. Niambie watu nirudilie huu nabii. Unaweza kuwa utasikia wala mwingine atasikia. Unaweza kupuzia, unaweza kufanya yes tumeyazoea haya, lakini kama Sodoma na Gomora kulikuja kukaisha, kukachoma, kukateketesea sababu ya dhambi, na dunia hii itaisha. Vile vile mwanadamu akizaliwa anakoma, then anazeeka, wala na gonjwa anaisha na tunamsahau kabisa. Haijalishi weni umesoma elimu gani, haijalishi weni ni tajiri kiasi gani, haijalishi mambo uliyofanya duniani, lakini kifo ikija kupiga hodi unaenda bila chochote. Guess what? Ukienda watu wanalia, tunalia sana, dada yetu ameenda, baba yetu ameenda, kaka yetu ameenda, mtoto yetu ametuacha, lakini hatulie muda yote. Tunalia hiyo siku tunakupeleka kaburi na story imeishia hapo. Dunia inazidi kuendelea, lakini siku baada ya kifo unaenda wapi? Kuokoka sio shida na kuingia kanisani sio shida. Unaweza kuwa umeingia kanisa umeitwa na ndugu yako. Unaweza kuwa umeingia kanisa umefuata sababu wazazi wako wamekuwa wainjilisti, wamekuwa wachungaji wa kanisa, ukajikuta huko mambo ya kanisa wala huelewi naenda wapi. Lakini kwenda mbinguni ni kitu ya upekee. Uokovu ni kitu ya upekee. Kama hujaokoka, uokoke leo, na kama umeokoka wala umezoea Yesu kama ni mambo ya kawaida, nataka nikwambie, sauti ya Mungu inaniambia niseme ya kwamba Yesu yaja. Je, umejiandaa kivipi? Mungu atusaidie sana. Mwenendo wako unampendeza Mungu? Mbona saa hii tuko nyakati za mwisho hizi? Ufunuo inasema vizuri kwamba sasa watu wamekuwa na ukame, watu wamezoea mambo ya Mungu, dhambi zinafanyika hadharani, watu tena hawana uoga wa Mungu, watu dhambi zinafanyika mchana kutwa, utu umeisha ndani wa watu, chuki na fitina, mauaji kadha wa kadha, imeshafika mpaka kanisani. Tumeshazoea, tunaona ni kawaida. Kibaya kimeshaingia kwa madhabahu ya Mungu. Mungu atusaidie sana. Siku hizo Yohana ametabiri zimeshatufikia sisi, lakini sisi wa Kristo hatuyaoni. Tunapigania cheo, tunapigania tukue wachungaji, tunapigania tuonekane tuko waombaji, tunapigania tupate hiyo cheo watuone, tuvutie watu, lakini mwisho wako jiulize utaenda wapi na utamlaki Mungu? Mungu atusaidie sana. Neno linasema heri wanaosikia waweze kusikia hii neno, sababu Yesu yaja haraka. Umechesha namna gani? Umekesha vipi?
Acha njia zako za zamani, rudia njia zako za sasa. Ujitafute, ujipate. Usikue kama wale wa bibi harusi. Kulikuwa 5 walikuwa na mafuta yao, na wengine wakawa hawana mafuta. Wanataa lakini hazina mafuta. Lakini Mungu alipokuja, wenye wako na mafuta wakaenda wakaangaza, wakamlaki Bwana. Wenye wana mafuta walianza kwenda kutafutana na mafuta, wakaomba wale wenye wako na mafuta, wale wanawake, jamani mtusaidie kwa mafuta. Wakawaambia, sisi hairuhusiwi kugawa, hii ilikuwa ni yangu. Tulikuwa naomba pamoja, tulifanya huduma pamoja. Kwani hukukesha nami? Mimi muda wangu umefika, mfalme ameshakuja, amekuja kutuchukua, sasa tunaenda. La, wale hawakupata neema tena ili ya kwenda kutafuta tena mafuta. Muda ilikuwa ishaisha. Tunaelekea wapi? Naongea na kanisa. Unaweza kuwa unanisikia jioni ya leo. Naongea na mtu. Kanisa ni mimi na wewe. Sio tena majengo, sababu majengo sahihi hainini. Zamani tuliokoka tuliheshimu sana hekalu, lakini sababu mambo imeshachafuka, hekalu sasa ni ndani ya roho yako na vile wewe unamtumikia Mungu. Je, umetakasika? Je, unashika neno la Mungu? Je, unatii sauti ya Mungu usiku kucha? Unaenda unapenda ndugu yako? Wale wenye wamekukosea umeweza kuwasamehe? Umeacha njia zako za zamani? Umeokoka? Tumefunzwa vibaya. Watu wameokoka sababu wamefuata labda miujiza. Wanaingia kanisa wanaambia mmebarikiwa. Wanaingia kanisa wanaambiwa mmefanikiwa. Unaenda kwenda nchi za Ulaya, unaenda kufanikiwa, utapata nyumba, utaolewa, unaenda kuoa, pokea muujiza. Hawakuwakumbusha kumbe lazima tutubu na dhambi. Tuishi maisha ya utakaso ili tuje kumuona Mungu. Mungu atusaidie sana. Umeokoka? Na kama umeokoka, mwenendo wako wa zamani tunaweza ona tofauti. Watu wanaingia na tabia zao kanisa, sababu hiyo ni kipindi tuko nyakati za mwisho, ni ya confusion. Inatia manake wasiwasi. Hatuwezi jua njia halali, hatuwezi jua njia halisi, hatujue tunaenda wapi. Neema ya Mungu Roho Mtakatifu, wale wanayokesha wanashika neno nzuri, wanasoma Bible mchana kutu, ndio wataweza kugundua nyakati tuko katika. Na ukishajua, Roho Mtakatifu atakuongoza mchana kutu ili ufanye mapenzi yake. Sababu mission ya Yesu kuja duniani, atuokoe, atufungue vikamba vya shetani ili tuweze kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, kanisa la Bwana. Unayenisikia siku ya leo, je, umependa ndugu yako? Mwenye alikukosea umemsamehe? Umeweza kutubu? Na kama umetubu, umesamehewa? Umeamini kusamehewa na Mungu? Jina la Bwana libarikiwe. Neno la Mungu linasema, sitaenda kusoma hiyo sababu shabaha letu ni kitabu cha Ufunuo. Sisomi vitabu vingine kwa sasa. Naendelea tu kusoma kitabu ya Ufunuo. Nikumbushe watu vile dunia inaenda kuwa mbaya, mabaya inatusubiri na itakuja na inaja haraka, yaja mbio. Mwenendo wako ni je? Unaweza ona tofauti ukiwa mpagani ya mjua Mungu na sahi? Naongea na mtu wa kanisa, ule mwenye amefanya miaka mingi mkanisa. Kumbuka mwendo wako wa zamani. Hii kitabu inamwambia kumbuka. Anasema hivi, nirudie nyuma kidogo. Anasema, najua matendo yako na tabu yako na subira yako, na kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, na umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio, ukaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako. Nina neno juu yako mwenye anayesikia jioni ya leo, asubuhi ya leo, mchana wa leo, ya kwamba umeacha upendo wako wa kale, ule wa zamani.
Umeacha upendo wako wa zamani. Ulikuwa unapenda ndugu ulipookoka. Saa hii sasa ni competition. Na mimi nifanane hivi, nifanane na fulani, vicheo tunapigania, kanisa tena hatujue nani mkubwa wala mdogo, kila mtu ni kimbelembele. Mungu atusaidie sana. Umeacha upendo wako wa zamani. Zamani ukiokoka kulikuwa na woga wa Mungu. Saa hii tena imeshakuwa mazoea, wala Mungu haziaki. Mungu ni ule ule zamani alipoumba dunia mpaka leo ni ule, na milele atakuwa ule ule. Hageuki wala hana maemosio na masantima kuchange. La, ni Mungu ule wa zamani. Akisema natenda tatenda. Yeye ni Alfa tena Omega. Ananiambia nikukumbushe mwenendo wako wa zamani. Ungali unatembea vile ulianza mwanzo. Wala kama ulianza vibaya, basi geuka nyaa zako za miguu yako, ugeuke basi ufanye yaliyo mema. Sababu njia ya Ukristo haitupeleke tu kukua raha kanisani, haitupeleke sababu tupendeze vizuri. Hapana, ni njia ya kutupeleka mbingu. Kanisa inatuongoza iweze kututembeza polepole, ituongoze mpaka tufike kanisa. Ingawaje imechafuka, haijalishi machafuko gani imeshafika, sababu shetani ameshatawala. Tuko nyakati za mwisho za ufunuo. Lakini je, umeona kweli ni nyakati za mwisho? What do you see? Unaona nini mbele yako? Unaona kweli dunia haishi kwenye watoto wanalala na wazazi wao, kwenye wazazi wanalala na watoto, kwenye wamama wanalala na wenye mambo dunia imefanya imechafuka. Kwenye dhambi imeshaingia kumazabao. Huoni dunia inataka kuisha? Umejiandaa kumlaki Bwana? Je, umejitakasa? Acha mwenendo wako wa zamani, umrudilie Mungu ili akuongoze. Jina la Bwana libarikiwe. Najua naongea na sauti, naongea na mtu jioni ya leo, asubuhi wala mchana, mahali ulipopote. Mungu akubariki sana kusikiliza, na Mungu akubariki kunisikiliza. Naendelea kusoma. Mstari wa 7 kitabu ya Ufunuo, sura yake ya 2 mstari wa 7 nasema, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani wa Mungu. Haleluya. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Smuruna naandika, haya ndiyo anenaye yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, aliyekuwa amekufa kisha akawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako, lakini utajiri. Najua matukano ya hayo wasemao ya kuwa ni Wayahudi, nao sio, bali ni sinagogi za Shetani. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji la uzima. Yeye aliye na sikio asikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Jina la Bwana libarikiwe. Nasikia nisiongee sana, nisome sana Bible. Roho wa Mungu ananiambia nilalamike, niambie kila mtu anayesikia asikie. Anasema aliye mwanzo wa dunia na yeye aliye mwisho, na aliyekuwa na atakuwepo. Anasema najua dhiki yako na umaskini wako, lakini wewe uko tajiri, unaonekana huko, ingawaje unaonekana uko tajiri. Najua matukano ya hayo wasemao wanajiita Wayahudi, wala sio. Najua wale bali ni watoto wale wa sinagogi ya Shetani. Anasema hivi Mungu, usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo Ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani, ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji la uzima. Na uwe mwaminifu yoyote unayepitia.
Najua kuna ziki, najua kuna mambo napitia, najua kuna kujaribiwa, najua kuna kupigwa, najua kuna kunyanyaswa, najua kuna kuwa umezarauliwa, umetupa, wanakupatia na majina kanisa, wando unajifanya mpendeze Mungu. Soma Biblia, uishike, utembee vile Mungu anataka ili uweze kumuona Mungu. Wacha uwe mfano, wacha ukuwe mwanga. Kama vile uwezi wakisha hii taa uifiche, unaweka taa ili naangaza. Ndio maana hapa kunaona ni sababu kuko mwangaza. Kukiwa giza kuona mtu. Mkristo yote mahali alipo angekuwa mwanga. Ukiwa mwanga utaangazia wale wengine. Na ujitunguze ukiwa na mwanga. Je, unawaangazia wengine na wewe unajiangazia? Wale unawaangazia wewe unabaki. Naongea na mtu. Jina la Bwana libarikiwe. Nasikia nimalizia hapa. Naomba niombe na wewe. Mungu Baba anasema asante. Uko mwema, jina lako litukuzwe. Naombea huyu mtu katika jina la Yesu Kristo. Atakayesikia neno lako liweze kumgeuza katika jina la Yesu Kristo. Nasikia uwepo wako upo na utagusa mtu jioni ya leo na utafungua mtu mwenye alikuwa macho yake tena haioni katika jina la Yesu Kristo. Na achilia nguvu za Bwana zifanye kazi katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, uko mwema, jina lako litukuzwe. Nasema ni asante, ni amina. Mungu awabariki. Tutaonana tena kipindi ifuatayo. Niko naandaa kuwa naomba online, naenda alive kuomba na wale wenye watapatikana, Mungu akiniwezesha na muda wa Bwana ikifika. Nasikia iko njiani lakini sijajua siku na saa. Ndaanza hiyo kipindi na kukaribisha. Mungu akubariki. Ni ule Zawadi dada yenu. Mungu awabariki nyote katika jina la Yesu Kristo. Amen.